ulinihakikishia kazi hii unaiweza, tena utaimudu ndani ya siku chache, lakini hadi sasa hakuna ulichokifanya, hadi mambo anataka kuharibika. Nakuelewa mkuu, na ni kweli nilikuwa na uhakika, na hata mizimu ya funga na konga ilinipa ishara kuwa mwili wa Kibena upo, lakini nahisi kama kuna mtu hapa ameingilia kati katika jambo hili. Mtu anawezaje kuingilia kazi yangu mimi, mfalme wa Chasimba? Ina maana unafanya kazi bila kujiamini na uhakika wa ushindi. Mimi siwezi kukumbatia unyonge ndani ya mbago yangu ya umungi muungwana. Mimi ndo kicheko mwenye laana, nitamuonesha kila mmoja laana zangu. Uvungu mpaka uiname uvungu, haya uvungu mpaka uiname uvungu. Kwani nani wewe Dizeni? Mimi mwenyewe sijai kumuona hapa Mtego Tamba, na nashangaa mtu kama yule sijui katokea wapi. Sasa ndio unajua yule mzee ni mchawi, kwa hiyo tuwe makini Dizeni. Sasa unavyosema hivyo kwamba ile deni letu tunaliacha au inakuwaje? Lazima tulipe, hatuwezi kuwa wanyonge, tumemwaga jasho. Sawa, lakini twende kumsaidia pale, bila hivyo atakufa. Hapana, pale tusisogee kabisa. Kama vipi, twende tukaambie ndugu zake waje wamsaidie mwenyewe Dizeni. Sawa, lakini kama ikitokea amekufa, wakatangaza marehemu anadaiwa na nani, tujitokeze tukadai haki yetu. Ndiyo, hata uzikwa hadi atulipe mwanga yule. Mwasi, kuna nini? Mbona siku hizi ukauki nyumbani kwangu? Nataka kueleweka Shazadi. Kwa sasa mwanaume wangu yuko kwenye hatari kubwa sana. Yupo kwenye mtego wa kicheko. Hivyo nipo hapa, nahitaji msaada wako ili mpenzi wangu awe salama. Mwasi, huu sio mtego wa Njenje peke yake. Hata wewe upo kwenye mtego. Na mbaya zaidi, wewe ndio upo kwenye kitanzi. Hivyo ukijichanganya kidogo tu utajikaba mwenyewe. Kivipi Shazadi? Natamani ulimwengu mzima ujue ni jinsi gani nampenda Njenje, kwa sababu ni mwanaume jasiri na asiye na uoga. Ni wivu wangu tu ndio unanifanya na kuwa mkorofi kwake, lakini hakuna kitu kingine. Ukorofi? Basi ukorofi wako ndio unakuwa mwisho mbaya sana kwa Njenje. Ila kwa sasa sote akili zetu zipo kwenye kushinda vita iliyo mbele yetu, bila kujali kama roho zetu tutazitoa sadaka ama tutapona. Unasemaje? Ina maana Shazadi wewe sio rafiki mzuri kwa Njenje, si ndio? Unashindwa kumsaidia mpenzi wangu? Unaongea maneno gani hayo? Mwasi, unatakiwa ujue kuwa ulimi wako mwenyewe ndio umezaa huo ugonjwa, na imani kuwa labda mwenyewe ndio utakuwa na tiba huo ugonjwa.
Sala Kipiki, mbona mdogo wako unamzibaziba afu anaomba namba 8 unaninyemea riziki? Kwani unaam sana kumuona? Swadata, naam, nataka niwabadilishe maisha nyie mwishi kifalme kupitia yeye. Mshenzi wewe. Kwa unaona kila mtu ni wa kumtafutia mwanaume. Ni Pascal wako mwenyewe. Karibu. Inaonekana wewe ni mgeni hapa Mtego Tamba. Ndiyo, ni mgeni wa asili. Na nimekuja bila kuaga nilikotoka. Kwani kuna tahadhari ya hatari nimekuja kukupatia. Sala. Wewe kama anazingua niite mimi nije niongeze nguvu hapo. Tumchambe mpaka sawa alipotokea. Maana hivyo vitu navipenda sana. Na hizo nywele zake. Kwanza anaonekana kisilani sana binti. Hata kama sijamjua ila tu najua kumsoma mtu kisaikolojia. Mwache tu. Asifanye kwa kasirika. Kwani aishaugua kichaa kati mdogo. Kwa hiyo kuna muda akili yake huwa haiko sawa. Ila umesema kuna taarifa gani ya hatari? Kwa sasa natakiwa kuongeza umakini sana kwa Kibena. Kwani vita inayokuja ni kubwa sana. Na kama mkizembea kidogo tu, basi mtampoteza Kibena. Wewe umejuaje taarifa za Kibena? Na wewe ni nani? Mimi ni rafiki yake. Na tunakaa pamoja. Naitwa Hivi nyie mna akili kweli nyie? Mnajua ndoto niliyokuwa na wote ilikuwa na thamani kiasi gani? Ndoto? Kweli Bozibo mwanangu, familia na matatizo hii. Oya, hebu mpe taarifa ya msiba, alafu sisi tuondoke, maana atumwelewi udemu ujue. Taarifa ya msiba? Nani amekufa tena? Usichokijua nini hapo wewe? Sasa sikia, babako mdogo sisi hapa tulikuwa tunamdai. Alafu tulikuwa tunamfuatilia muda sana. Sasa leo katika pita zetu tukakutana naye. Umeona? Kaanza kumfuatilia, mwisho wa siku yule babako mdogo akaingia katika msitu. Na sasa tukaingia humo tuone ameenda kufuata nini.
Mwisho wa siku tumemkuta na mtu kama mlemavu, sio mlemavu hivi, amesimama naye pale. Ghafla tu tukaona ule akampiga kitu. Babako mdogo akadondoka chini. Sasa sijui amekufa, sijui amezimia, hata tuelewi yani. Fanya kwanza muende kule mkamwangalie kule. Kwa agili huko visila vandu pakaja hapa watie tu baba afuye. Mbona umekuja kawaida? Huoni kama inaweza kuwa tatizo kubwa Njenje? Sina cha kuogopa Shazad, kwa sababu Kicheko ameshajua kila kitu kuhusu mimi, na pia nimekuja hapa nina umbea ambao umekomaa hadi umeota mizizi ndugu yangu. Habari gani mpya hiyo kabla mimi sijakupa ya kwangu? Mbwela mtoto wa mama Kabichi amerudi Chasimba. Sasa mama Kabichi ana haha huyo. Yaani ana haha kama malaya kaongwa starlet na sponsor. Lakini jambo kubwa na la mwisho, na hili ndio muhimu sana limenifanya nije hapa kwako Shazad. Kuna ugeni. Kuna bwana mmoja amekuja hapa Chasimba na uchawi wake ambao huo uchawi ni wa kishenzi huo. Sasa tusipokuwa makini, jamii yetu hapa itaharibika. Lakini pili, anamtaka Mwasi kinguvu. Hilo ndio tatizo hilo. Njenje, huyu anaitwa Kakoso, na kuhusu ujio wake naweza kusema ni neema ama baraka kubwa sana kwetu sisi wana Chansimba. Ushafahamu ujio wa huyo mtu? Shazad, wewe ni kiboko. Lakini hivi Shazad, inawezekana vipi? Yaani inawezekana vipi mtu anayemtaka mwanamke wangu kinguvu awe na neema kwangu mimi? Hiyo haiwezekani bwana. Alafu kitu ambacho hujui, yule ni mchawi na uchawi wake ni mbaya jamani. Tufanye tunachojua ili tumdhibiti. Sikia Njenje, Kakoso na Kicheko wana ugomvi mkubwa sana. Hivyo ujio wake utamfanya Kicheko achanganikiwe sana. Hapo sisi tutapata muda mzuri sana wa kutimiza mipango yetu. Vizuri. Hiyo ni nzuri. Na kitu kizuri zaidi, kwa nilivyomuona yule bwana ana uwezo mkubwa sana. Hivyo tunachopaswa kufanya sasa hivi ni kuuchochea huu moto ili uwake haraka sana. Ni sawa. Lakini pia Mwasi alikuja nyumbani kwangu na ameonyesha kuchanganyikiwa sana na kujutia pia kwa kila alichokifanya. Ombi lake kwa sasa anaomba ni wewe uwe salama. Hii bado inafikirisha sana kwangu Shazad. Mwasi hawezi kufanya kitu kibaya juu yangu. Hawezi. Naelewa hilo Njenje, lakini najua ni ngumu sana kunisadiki. Na pia nina imani fikra zangu haziwezi kunidanganya. Lakini tuachane na hayo. Leo nina taarifa njema ambayo itakufanya ufurahi sana. Ni taarifa gani hiyo? Ni kuhusu Mzidole. Amefanikiwa kuona kivuli cha Kibena. Hivyo kuna dalili ya kufanikiwa kwa jambo letu Njenje. Hakika hiyo ni habari njema sana. Hakika hiyo ni taarifa njema sana kwangu hiyo.
Mna uhakika ni hapa? Ni hapa hapa. Kapigwa kitu kizito hapa na kule na shangaa simuoni. Oya, au kaliwa na fisi mjue nyewe, msilete utani kwenye uwai wanangu. Kibena, umeniponza. Sasa nakuja na nguvu nyingine. Lazima nikuzike. Nitakuzika. Kakoso ni mtoto mdogo kwangu, kwa hiyo ujio wake hauniumizi kichwa, lakini kuhusu Njenje, kifo ndio adhabu anayostahili kama wasaliti waliopita. Hivyo futa neno samahani katika kichwa chako. Mbona ni tofauti kabisa eh? Hakuna mtu ninayemjua vizuri kama huyo unaosema ni yeye. Sikia Shazadi, yule atakuwa ni mtu ambaye amekufa muda mrefu sana. Unajua Kicheko ana tabia moja, akitaka kumpa mtu kazi ya siri huwa anakwenda kumfufua mtu aliyekufa, anamfufua ndo anampa kazi yake. Ndio maana ngumu kumpata katika mtego. Nimefanya na Kicheko kazi muda mrefu sana, namjua vizuri. Wakati ukifika utanielewa tu. Kwa hiyo subiri ujione kwa macho yako. Sawa. Langu jicho, mdomo na shavu langu waimba taarabu walisema. Mimi ndo mfalme wa Chasimba. Hakuna binadamu yoyote anayeweza kunitisha katika ardhi yangu ya Chasimba. Sasa ndo nakwenda kuonyesha laana zangu. Kumbe Mwasi ni Delila wa kuchaji. Ama kweli hakuna kifo kisichokuwa na sababu. Marehemu alimwamini sana mpenzi wake, na pia
na kuomba kulipe vitumbua vyangu vyote, mshenzi huyu, vyote. Alaipi mimi, alaipi mimi. Uvungu mpaka uiname uvungu, uvungu haya uvungu mpaka uiname uvungu, uvungu 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 haya uvungu mpaka uiname